Na bila shaka tunakukaribisha wewe ambaye uko pale manyumbani na unaendelea kutazamia kwenye runinga yako ya HOT TV, ikiwa ni wakati huu ambapo umeingia pamoja na sisi. Tungependa kukukaribisha sana kwenye Gospel Hotspot katika siku hii ya Jumapili, nikitumai kwamba Bwana amekulinda, amekuwa na wewe siku mzima, amekuongoza, amekupa pumzi, amekulinda na yule mwovu, amekupa ushuhuda mpya katika siku hii ya leo, na kweli haujabaki ulivyokuwa, kwa sababu Bwana wetu mwema na mwaminifu amekuwa kimbilio letu, na tutakosa kusema kwamba Bwana wetu amekuwa ni msaada katika maisha yetu. Bila shaka ikiwa ni siku hii ya Jumapili, siku hii ambayo tunamkaribisha katika siku ya leo, ikiwa ni Jumapili ya kwanza kabisa katika mwezi huu wa Novemba, ikiwa leo ni tarehe 7 pale, ukiwa unapoangalia kalenda ya kwako pale inasema kwamba leo ni tarehe 7, tarehe hii ambayo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya ulinzi, kwa sababu ya baraka zake, na kwa sababu amekuwa mwaminifu kwetu. Karibu sana kwa wewe ambaye uko pale manyumbani, na ikiwa kwamba hivi leo ndipo napotupata na pamoja na sisi. Naitwa Papa Isaac Leonard. Nimekuwa kwa Kristo, ni Bwana amenilinda, ameniongoza, na kwa kweli ninajua kwamba na ninatumai kwamba pia kwako wewe anaendelea kukuwa msaada kwako, anaendelea kuwa tumaini kwako, na bado tuko kwenye ile safari ambapo kwa kweli hatutakosa kusema kwamba yeye ndiyo mfalme juu ya maisha yetu. Karibu sana, ikiwa kwamba ndipo huko katika pembe zote za nchi hii ya Kenya na pembe zote za dunia hii, na kukaribisha kwamba katika hizo continent zote za huko Afrika, pale Asia, kule Amerika ya kaskazini na kule kusini. Karibu sana, ili kwamba tuzidi kumtukuza Mwenyezi Mungu katika siku ya leo, ikiwa kama ni Gospel Hotspot, ikiwa ni kwamba tumekupangia mambo mengi zaidi, ikiwa kwamba tu ni siku tu ya kutangulisha, ili kwamba tuwe kwa pamoja, tuweze kwenda kwa pamoja. Kwa wale wote ambao mnawatch kutoka kwa mtambo wa Facebook kwenye HOT TV, karibu sana, na vile vile kwa wale wote ambao mnatufuatilia kutoka kwa mtandao ama mtambo wetu wa YouTube, bila shaka pia nani, karibu sana, ili kwamba tuzidi kumtukuza Mwenyezi Mungu katika siku ya leo, ikiwa kwamba siku hii imekuwa ni siku ya baraka kabisa, siku ambayo kweli hatuwezi tukailinganisha na nyingine, na ikiwa kwamba ni siku nyingine ambayo ni ya baraka zaidi na zaidi. Kwa hivyo karibu sana, jihisi kuwa nyumbani. Najua kwamba wengi wataniuliza ulienda wapi. Nimerejea, ni kwa sababu ya hali tu kidogo tu, hali unajua, lazima mtu tulie kidogo, kuna wakati wa kunyamaza wanavyosema. Kwa hivyo ilikuwa kwamba ni wakati wa kunyamaza kidogo, lakini aisee, nimerejea wakati huu ili kwamba tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kuniradhi kwa hilo, kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumuinua kwa sababu yeye yu anastahili. Thank you so much kwa wale wote ambao mnazidi kuingia pamoja na nami katika jioni hii ya leo, tukiendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ni Adonai, El Shaddai, Jehova Shama, Jehova Nisi, Jehova Mfalme, na Mungu ambaye hawezi akatuja hata siku moja. Yuko pamoja na sisi, yuko katika upande wetu, na hakuna atakayekuwa kule juu yetu, kwa sababu Bwana wetu ni mwamba ulio imara, na ametusimamisha sisi pamoja, ikiwa kama ni wewe pamoja na mimi, ili kwamba tuweze kumuinua na kumsifia. Ikiwa kama ndipo unapojiunga pamoja na mimi kwenye pale, ukiangalia pale kwenye mtambo huo, nimeweka ile link ambayo itakukaribisha hapa. Kwa hivyo ukibonyeza kwenye ile link, ukibonyeza pale, itakuweza kukuingisha hapa, ili kwamba tuseme high five kwa dada na ndugu. Na ikiwa kwamba umeniona hapa na uko na yule jamaa, yule ndugu, kaka, mwambie ili aweze kuingia, ili kwamba tuweze kusonga katika siku ya leo kwenye Gospel Hotspot, kama ilivyo ada, zikiwa zimekatika dakika 9 baada ya saa 4 saa ya Afrika Mashariki, sasa hivi ikiwa ni jioni. Tumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kabla ya hilo, kwa hivyo inahitaji kwamba tumshukuru kwa maombi, na ningependa kwamba ukiwa huko pale manyumbani na umeingia hivi sasa, hebu karibia ili tuweze kumabudu Mwenyezi Mungu katika jioni ya leo. Lakini kabla ya hilo, hebu tuweze kufunga macho yetu kumwamini Mwenyezi Mungu, kwa sababu anasema kwamba pasipo yeye hatuwezi. Hata yule Musa alimwambia kwamba Bwana, sitoweza bila wewe.
Kwa hivyo ninakuhitaji Baba, nakuhitaji Yawe, ili uweze kunibarikia, niweze kuenda pamoja na wewe katika hali zote. Amen. Amen. Naomba kwamba ufunge macho yako ili kwamba tuweze kumwambia Bwana wetu asante kwa sababu ya jioni hii, yale ambayo ameifanya kwa sababu ya mimi na wewe. Baba wetu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu. Asante kwa sababu ya mtazamaji yule ambaye anatazama kutoka pale nyumbani, tunamkabidhi mikononi mwako Jehova. Angalia Bwana yule ambaye ni mwenye kamera pale, kaangalia yule ambaye ameweka sikio lake na ameweka macho yake katika runinga hii ya Kisii Hot TV. Angalia kila mmoja katika kila eneo hili, ambaye hata yule ambaye atapokea video hii hata baada ya sisi kumaliza. Bwana, tunamkabidhi mikononi mwako Jehova. Asante kwa sababu siku hii ni siku yako, ni siku ambayo Bwana watu wengi wamefumunika pale makanisani ili kukuinua na kukushukuru wewe kwa sababu wewe unatosha. Wameweza kukuambia Bwana wewe hawawezi bila wewe. Wameweza kukuambia kwamba Bwana, damu yako iliyotiririshwa msalabani ndiyo inatosha, ndiyo imetusimamisha, ndiyo imetung'arisha, ndiyo imetusafisha. Bwana, asante kwa sababu ya ukombozi wako msalabani Kalvari, ili kwamba mimi pamoja na yule anayetazama siku ya leo tuwe huru kweli kweli, na tuwe kwamba tuko huru kuliabudu neno lako na kulitukuza. Asante kwa sababu ya yale makuu ambayo umetuandalia katika siku hii ya leo. Asante kwa sababu ya kila mmoja ambaye Bwana atasikiza hata neno ambalo litaletwa na watumishi kutoka eneo mbalimbali Jehova, katika mkutano huu ambapo tutakutanika kwa sababu ya kukuinua wewe mfalme, kwa sababu wewe Mungu unatosha. Asante kwa sababu Baba utanibariki mimi hapa, utanibariki yule ambaye pia atatusikiza pale manyumbani. Bwana, uacha roho wako ambaye anasema kwamba anakuwa palipo wawili watatu walipofumunika kwa kuabudu katika roho na kweli. Na hata siku ya leo tunaomba kwamba Bwana wetu tuwe pamoja kwa wale ambao tutakuabudu katika roho na kweli. Asante kwa sababu wewe Mungu unatosha, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba. Kila mtu pale asema amen. Amen. Bila shaka karibu tena ili tuzidi. Gertrude Nyamari ananiambia kwamba hi Isaac, long time indeed, long time, lakini tumerejea kwa sababu nimesema kwamba hapo awali nilipotangulia kusema kwamba kuna wakati wa kunyamaza na kuna wakati tunaporejea, na tunamwambia kama Bwana wetu kwa kweli asante kwa kutuimarisha, asante kwa sababu ya afya, na hata kwako wewe mtazamaji tunamshukuru kwa sababu ya afya yako. Ni mengi ambayo tumekuandalia siku ya leo, vile program ilivyo. Kwa wale wote ambao ni wa Kristo siku ya leo, najua kwamba we are in this hotspot, and then we are going to tell our God that indeed it's your gospel that has made us to find our hotspot in Kisii Hot TV right here, siku hii ya Jumapili zikiwa zimekatika dakika 13 pale baada ya saa 4 jioni. Karibu sana, na ikiwa kwamba uko pale you can just get in, kama kwamba uweze kumsalimia, uweze kusema high five kwa wenzako. Na tukizidi pale, kuna mengi ambayo tumekupangia siku ya leo, ikiwa kwamba unapoangalia hapo kwenye mtambo wa Facebook na vile vile kwenye YouTube. Lengo letu la siku ya leo kutoka hapa Kisii Hot TV ni kukuelimisha wewe na kukwambia kwamba ni lipi linastahili. Unajua, nikikwambia mimi hata nilipokuwa niko pale manyumbani, bado maombi yalikuwa ni nguzo ambayo imenisimamisha katika maisha yangu. Hata hii leo I really know kwamba maombi yatakusimamisha wewe. Maombi hayo hata yatakuwa kwenye gala lako, hata wakati wewe hauombi. Bwana wetu anakukumbuka wakati uko kwenye hali mbaya. Bwana wetu Yesu anakukumbuka kwa sababu yeye anajua gala lako halijakwisha. Kuna yale mambo ambayo uliyaweza kuyaomba miaka iliyopita, na Bwana wetu ameweza kukubariki na ataendelea kukubarikia zaidi na zaidi. Nina mtu ambaye ataingia hapa, ambaye ni mtumishi ambaye atatupa neno kidogo tu ili kwamba tuweze kubarikiwa katika siku ya leo, ikiwa ni siku ya baraka. Baada ya baraka za makanisani, pia tuweze kufunga pale, kufunga jamvi kabisa na kumwambia Bwana wetu ni asante zaidi ya tosha. Tuseme kwamba Bwana ametutosha.
kutosha, na hata hivyo tusikose kuomba, kwa sababu neno la leo litahusu maombi, ambayo ni nguzo kwenye familia, ambayo ni nguzo kwenye taifa letu. Unajua, tunapoelekea taifa hili, tunapoelekea wakati wa uchaguzi wa mwaka 2022, mwaka kesho, tukiwa tumebakia miezi michache pale, unajua miezi kama 10 pale. Najua kwamba kuna mengi ambayo tutaweza kuyazungumza, na haswa kwa masuala ya maombi, kwa sababu unajua kwamba kuna wakati tunasema kwamba nchi yetu wakati huu ni siku ya maombi, taifa lote ni siku ya maombi kwenye dhehebu fulani ambapo wametenga. Hata si hivyo tu, kuna wakati ambapo unahisi kwamba kama wewe familia unahisi kwamba ufunge ili kwamba Mungu akulinde, na kuna masuala fulani unayangalia, unasema I say hili lazima niliweke mbele za Mwenyezi Mungu. Kuna wale ambao wanaogopa wachawi sometimes, na unasema kwamba Mungu atakuwa ni kinga yangu hata kwa sababu ya wachawi hawa, ambao kwa kweli hawa wao si mchezo. Wanasema kwamba wanakutembelea kidogo, na wakikutingiza na ukitingizika, haya wanaona kwamba wewe ni wao. Sasa watakuwa wanakuchezea, lakini wanapocheza naona moto, wanaanza kuimba kwamba moto umewaka pale, hapo hatuendi. Kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu ya maombi yale ambao unayafanya kila wakati na kila kukicha. Asante sana kwa wale wote ambao mnazidi kuingia kama Colonel Daniel Kero, na wale wengi ambao mnazidi kuingia pamoja na sisi. Bwana wetu aweze kuwabarikia zaidi na zaidi na hata zaidi. Bwana wetu aweze kutuinua na kutuinua kutoka kiwango kimoja hadi kingine, ili kwamba tusibaki tulivyo pale. Mungu aendelee kutuinua kiwango kimoja hadi kingine. Unajua, unapobaki kila kiwango ulichokuwa miaka iliyopita bila kusonga, inakuwa kwamba si vizuri. Kwa hivyo ni vizuri ikiwa kwamba tutakuwa kwa njia hiyo ambao ni ya kumuinua Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni wakati huu bila shaka ambapo kwa kweli tunaweza kuenda pale, na najua kama wakati huu tutaweza kumuinua Mwenyezi Mungu kwa njia ya kipekee. Na kwa njia hiyo basi ningependa kuangalia kama kuna mtu pale ambaye kwa kweli ametuma ujumbe kwa nambari yangu ya simu, ambayo leo sikuweka pale, lakini wakati mwingine pia tutaweka pale. Lakini kwa sasa najua kwamba kuna yule ambaye ni mhubiri, nilikuwa nimemuomba tu kwa leo aweze kutufungulia katika siku hii ya leo, aweze kutuongelesha, ili kwamba itakuwa ni vizuri kwa sisi wote. Unajua, mimi mara nyingi ninapoanza bila kuwa na yule ambaye ataweza kuniweka karibu pale, haitakuwa vizuri. Kwa hivyo ndiposa nikaona kwamba pasta wetu anaitwa Pasta na Bende ataweza kuingia hapa aweze kutupa neno kwa sababu ya siku ya leo. Unajua hii leo tunahitaji kwamba aweze kutufungulia na neno hilo ambalo litakuwa kama ni nguzo katika siku hii ya leo. Kwa hivyo tafadhali, ikiwa kwamba uko pale unahitaji kusikiza sauti ambayo haujawahi sikiza hata siku nyingine hapa kwenye Kisi Hot TV, karibu tena, ili kama tuweze kuzidi na tuweze kuzidi kabisa. Ndio kwamba leo itakuwa ni ufunguzi. Siku zingine tutaweza kukuambia yale ambayo yatakuwa yakitukia katika mulango ama malango haya ya Kisi Hot TV, katika neno lake Mwenyezi Mungu lizidi kutuimarisha, lizidi kutuinua, ili kwamba tusipungukiwe hata siku moja kabisa kabisa. Alright? Alright, thank you so much kwa wale wote ambao mnazidi kutufuatilia pale. Ikiwa kama ndipo ninamuona pale pasta wetu ambaye ni Pasta Jeremiah na Bende. Yani huo ni kwa muhtasari, yeye mwenyewe ataweza kujitambulisha, na itakuwa ni vizuri sana kwa wewe ambao unaweza kutufuatilia pale kwenye mtambo wetu wa YouTube, vile vile na mtambo wa Facebook, kwenye social media zote. Na hata wale vijana ambao wamekuwa wakiambiwa na pasta leo waweze kufuatilia, wale kina mama, wale wazee pale makanisani, just to welcome, ili kwamba tuzidi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Karibu sana Pasta na Bende, umeweza kuingia sasa, na tumai kwamba simu yako imekutaarifu kwamba sasa uko online kabisa. Karibu sana Pasta. Asante sana my brother Isaac Leonard, ninakupata ichapo
ijapo mtandao ninasikia wakati mwingine unaenda ukipotea potea, sijui unanipataje? Nakupata vizuri sana, nakupata vizuri kabisa. Asante sana, nataka kuchukua nafasi hii kwanza kushukuru the management ya Akisi OTTV kwa ajili ya kunipa fursa na nafasi hii ili Kabisa. niweze kuingia hewani na niweze kujumuika pamoja na watazamaji wa Akisi OTTV, nikifurahi kwa ajili ya kunipa nafasi hiyo, na pia nakushukuru my brother Isaac Ndio. LENARD kwa ajili ya kunipa nafasi hii pia kuweza kujumuika na watazamaji wako mahali popote wanapotazama, wale walio katika nchi yetu ya Kenya na walio katika nchi za ng'ambo. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu ya jioni ya leo, na nasema karibu kwa wale ambao tunaweza kukutana kwa sababu ya siku ya leo. Kwa majina yangu naitwa mchungaji Jeremiah Nyabende, na nashukuru sana kwa sababu ya nafasi hii. Karibu sana Pastor, na kabla hujaenda mbali, wangependa kujua wewe ni pastor wa wapi na uko wapi sasa hivi, na mambo mengi kuhusu, kwa sababu wewe ni pastor ndio, lakini wanasema kwamba hata unapoenda pale wanasema kwamba huyu ni pastor, yeye ako na people kuna watoto pale na anahudumu na dhehebu lipi na yuko wapi kwa sasa, na ikiwa unapenda kuwasiliana pamoja nawe, wangependa kuwasiliana pamoja na wewe, watakupata kwa njia gani? Kwa hivyo itakuwa ni njia nzuri. Karibu sana tena, tueleze. Asante ndugu Isaac kwa ajili ya nafasi hiyo. Kwanza nataka kujulisha watazamaji wako ambao wananitazama na wanafuatilia katika mitandao mbalimbali, katika YouTube channel pamoja na Facebook, wakifuatilia majadiliano yetu ya jioni ya leo. Mimi ni mchungaji kama vile nimetangulia kusema, mchungaji Jeremiah Nyanjoka Nyabende, na ninahudumu na kanisa la Full Gospel Churches of Kenya chini ya Askofu Joseph Misoko Masese kutoka kule sehemu ya Kisii. Nahudumu chini yake katika makanisa ya Gesonso, Suneka, Nyavioto pamoja na LC yote ambayo katika hizo sehemu zingine siko na wachungaji wanaosimamia, lakini sisi wote tuko chini ya mchungaji Joseph Misoko Masese ambaye ni askofu mkuu anayesimamia jimbo la Nyanza Kaskazini. Lakini kwa wakati huu niko hapa Nairobi na ninahudumu na kanisa la Kamukunji Police Chapel ambayo ukisikia Kamukunji Police Chapel inasema kwamba ni polisi. Na pia hapa Nairobi niko chini ya askofu mkuu Isaac Karioki ambaye anasimamia jimbo la Nairobi katika kanisa la Full Gospel Churches of Kenya. Na zaidi ya hapo, mimi pia ni askari. Kwa hivyo wakati wengine watu wanaweza kuwa na shangaa kwamba ni vipi. Mimi ni askari wa polisi katika kitengo cha ujasusi, Directorate of Criminal Investigation katika the DCI katika hapa jiji la Nairobi, kule katika kitengo kilicho chini ya Parliament. Ukifika kule katika Parliament utaweza kunipata mahali pale kuanzia siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa, na hata Jumamosi na Jumapili wakati mwingine, wakati kuna mambo ya dharura, basi ninapatikana mahali pale. Kwa hivyo mimi ni polisi pamoja na kuwa mchungaji. Asante sana mchungaji, na kidogo tu leo waeleze lile ambalo umewaandalia, kwa sababu nimekuwa kuwajulisha kwa kiduchu, kuniradhi, nimekuwa nikiwajulisha kwa kiduchu tu kwamba utakuwa na mambo mengi, lakini haswa kwa siku hii kwa sababu ilikuwa ni kujiintroduce kidogo. Waambie lile ambalo umewapangia katika siku ya leo.
Ndiyo kidogo mitambo kidogo inamkangana pale, lakini tunaamini kwamba atakuwa anarejea wakati mwingine pale baada ya yeye kuangalia kwamba hali ya kimitambo iko sawa kabisa. Lakini kwa kiduchu tu, huyo ni Pastor Jeremiah na Bende na ana alivyojitambulisha vizuri pale, kwa hivyo tutaweza kumpata kwa wakati mfupi tu, lakini kwa kiduchu tu ni hayo tu ambayo kwa siku ya leo ilikuwa ni ufunguzi, kwa sababu unajua kwamba sura hii haujakuwa ukiipata pale nyumba, au hujakuwa ukiendelea kuipata huku hujakuwa ukiangalia hapa na hujakuwa ukisikia sauti hii. Bila shaka ni wakati wa marejeo ambapo tumerejea tena, ambapo mara nyingi ninapenda kusema kwamba kila kitu kina wakati wake na Bwana wetu Yesu ametupa huo wakati. Kwa hivyo hata siku ya leo Bwana wetu ametupa huo wakati ili kwamba tuzidi kusimama tisti tukimuinua, kwa sababu yeye Bwana wetu yu anatosha kabisa. Zimetimia hizo dakika ni 26 baada ya saa 4 saa ya Afrika Mashariki, ikiwa ni jioni. Sijui kama umekula sapa pale, na ikiwa kama ungependa kuingia hapa ili kwamba uweze kusema high five to one or two friends ambao kwa kweli unajua kwamba wako pale nyumbani, itakuwa ni vizuri ukiingia ili kwamba tuweze kujumuika kwa pamoja, na itakuwa ni vizuri zaidi ikiwa kwamba utaweza kutuma ujumbe wako katika wakati huu wa sasa. Alright kabisa. Thank you so much kwa wale wote ambao mnazidi kutufuatilia kutoka mitambo kupitia kwa mitambo ya Facebook. You can comment in, unaweza kutuma text pale, unaweza pia ukatuma ujumbe as well, itakuwa ni vizuri sana. Kwa team sifa pale kwenye WhatsApp, unaona kwamba pia hawajachangamka vile, lakini najua kwamba ninatumai kwamba wakati wa kuchangamka ni hapa, ni hivi sasa, kwa sababu sasa ndipo tumeendelea kunoga. Ndivyo tumeendelea kunoga, itakuwa ni vizuri sana. Kwa hivyo tunamngojea aweze kurejea, kwa sababu ya mitambo. Najua mitambo inakuwa ni inaleta tashwisha kidogo. Caleb Aroni Nangao anasema kwamba high five to Pastor Nabende and family. Thank you so much brother Caleb Aroni Nyangao. Babu Vincent anasema kwamba hi to you brother Vincent. Babu, Bwana Yesu akubariki kabisa, na thank you so much kwa wale wote ambao mnazidi kutuma jumbe zenu. You can just testify kwamba tunazidi kuzisoma, na ikiwa kama ungependa tu kuingia hapa, let me just post that ile ambayo tumesema kwamba ni link ya StreamYard, ambayo ukipress tu hivi na kuleta papa hapa, ili kwamba tuweze kupatana papa hapa kwa runinga hii ya Kisii Hot TV kwa njia ya kipekee. Kwa hivyo ikiwa kuko pale, tena amerejea pastor wetu, kwa sababu ya kimitambo ilikuwa inasumbua, lakini Bwana ni mwema. Unajua Bwana yeye hawezi kuivisha, wanasema. Kwa hivyo amerejea tena. Tuendelee pastor, nimekuona pale, karibu tena. Asante. Samahani wapendwa watazamaji wangu kwa wakati huu, pamoja na ndugu ambaye ameweza kuhost kipindi hiki. Samahani sana kwa sababu ya itirafu za mitambo, wakati mwingine inaweza kutatiza hapa na pale, lakini tumeweza kurejea mara tena na nashukuru. Kabla kupotea kutoka hewani, ndugu Isaac alikuwa ameniuliza kwamba nimeandalia watazamaji wake nini jioni ya leo. Oh yes. Nafikiri hilo ndio swali ulikuwa umeniuliza. Ndio pastor. Asante. Jioni ya leo wapendwa, nilikuwa nawaandalia ujumbe kuhusu maombi. Nilikuwa nimeandaa ujumbe kuhusu maombi, na nikaona ni vizuri wakati mwingi sisi tukiwa Wakristo katika madhehebu mbalimbali, ni vizuri kutambua kwamba maombi ni jambo la maana sana, ili tuweze kuliangalia kabla hatujaweza kujua kwamba tunahitaji kufanya nini tunapoingia katika maombi. Hilo ndio jambo ambalo nimeandalia watazamaji wako jioni ya leo.
Ndio, ni vizuri sana waweze, unajua sasa ukiwa umefungua vile, hasa mtu pala anaweza akachukua kalamu, mtazamaji unaweza ukachukua kalamu yako sasa, uketi kitako vizuri kabisa, mahali pazuri ambapo hakuna kelele, na ikiwa uko pale kwa nyumba, uko na simu yako unaendelea kutizama, kwa hivyo iangalie pale, lakini kalamu iko pale katika pale pembeni na kitabu, ili kwamba tuweze kupata mafunzo katika jioni ya leo kwa kifupi tu, kwa sababu pasta anajua kwamba leo kidogo atatupa tu kwa kiduchu, ili kwamba kuendelea wanasema kwamba wakati unataka kushika mtu unampa tu kidogo, unampa ile test kidogo. Hata wakati unataka kumpa tu juice unampa tu juice kidogo, unamwambia hiyo kesho utaipata. Kwa hivyo hiyo kesho tutaipata mengi, lakini kwa siku ya leo tupate tu yale ambayo ametuandalia. Karibu sana Pastor, unaweza ukaendelea kwa sababu ya mada hiyo. Asante sana ndugu Isaac kwa ajili ya kunipa nafasi hiyo. Jambo la kwanza ningetaka kuzungumuza kwa ajili ya maombi. Ni vizuri katika utangulizi watu waweze kutambua kwamba maombi ni mawasiliano. Kama vile tunavyowasiliana kwa sasa jioni ya leo ninazungumuza na wewe, unanisikiza, unanitazama, ninafanya mawasiliano. Na hivyo hivyo, kwa sababu mimi na mwanadamu tunafanya kitu inaitwa mawasiliano katika njia tofauti tofauti. Jambo la kwanza, tunawasiliana katika kuongea. Jambo la pili, tunawasiliana katika ishara. Wakati mwingi kuna wale ambao hawana uwezo wa kuweza kusikia, na ndio maana hata katika mafundisho mbalimbali watu wanafundishwa mambo ya ishara. Kwa hivyo mtu anapofunzwa katika njia ya ishara, basi anaweza kufanya mawasiliano, na kuna yule ameweza kusikiza pia. Hiyo ni njia nyingine, unaweza kusikiza katika mawasiliano. Vivyo hivyo sasa, Mungu aliye juu mbinguni, tunapotaka kufanya mawasiliano pamoja naye, basi tunawasiliana naye kupitia kwa maombi, na ndio ujumbe ambao niliweza kuandaa. Na tunapoangalia ndugu Isaac pamoja na watazamaji, tunapoangalia katika kitabu cha Mathayo 6:6, kuna neno la Bwana tunapata mahali pale linatuambia kwamba, ili niweze kulete ujumbe huo katika njia ambayo Bwana ametuwezesha ili tuweze kusikia, anatuambia kwamba but you, katika lugha ya Kiingereza, but you when you pray enter into your closest, and when you have shut your door pray to your Father who is in heaven, who is in secret, and your Father which is in secret shall reward you openly. Katika Kiswahili, kwa sababu watazamaji wangu wengine wanasikiza katika Kiswahili, Kiswahili kinasema katika mstari wa ule wa 6 kwamba lakini wewe unaposali, ingia chumbani mwako, funga mlango na umuombe Baba yako aliye siri, naye Baba yako aonaye sirini atakupa thawabu yako. Bwana asifiwe sana. Basi neno hili ni kwamba Mungu wetu yu katika siri, na tunapotaka kuwasiliana naye, kwa sababu sisi tukiwa wanadamu na tukiwa Wakristo tunaamini Mungu aliye juu mbinguni yuaishi na yuatawala milele na milele. Kwa hivyo tunapotaka kuwasiliana naye, maana katika utangulizi wangu nimesema kwamba maombi ni kuwasiliana na Mungu. Kama vile unataka kuwasiliana na baba yako, unataka kuwasiliana na mama yako, unataka kuwasiliana na mtoto wako, ama yule ndugu ambaye unataka kuweza kumpa ujumbe. Sasa umeamuka, unataka kuambia Mungu jambo. Sasa you start making a conversation with God. Na hapa sasa neno la Bwana linasema uende katika siri, kwa sababu kuna yale mambo unataka kuambia Mungu na ni mambo ya kibinafsi, na ndio maana neno la Bwana linakwambia unaingia katika siri, kwa sababu kuna jambo unataka kuwasiliana pamoja naye. Bwana asifiwe. Na ndio kuna mambo manne ambayo tutaweza kuyangalia katika maombi. Kuna mambo manne ambayo tutayangalia katika maombi, na ni vizuri sana mtazamaji anapofuatilia katika ujumbe na kusikiza aweze kuyatambua, ambayo ataweza kukusaidia katika unapofanya maombi. Jambo la kwanza nitazungumza katika Kiingereza na pia nitayaweza kuyazungumza katika njia ya Kiswahili, ili sisi wote ambao
tunafuatilia ujumbe huu tuweze kuelewa. Katika maombi ni nini? Kabla hujaingia katika maombi, nini unatosha kuweka katika mawazo yako ili uweze kujua ninataka kuingia katika maombi? Ni kama vile katika shamba lako, kabla hujaenda kulima, unataka kujua unaenda kubalilia mahindi ama unaenda kubalilia miwa ama unaenda kupanda ama unaenda kuvuna. Kabla uingie katika shamba, lazima hilo wazo liingie katika katika akili zako, ni nini unataka kufanya. Sasa unataka kuingia katika maombi, ni maombi ya aina gani unataka kwenda kufanya? Kuna wakati mwingine mtu anaingia katika maombi ukitaka kufanya kitu tunaita thanksgiving prayer. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna mambo mane inahitaji uweze kuyaweka maanani kabla haujaingia katika maombi. Jambo la kwanza, you must have what we call the right motive. Dhamira yako ile unataka kuingia naye katika ombi fulani, unawaza nini? Kuna watu wengine wanataka kuingia katika maombi akiwa na nia fiche, nia mbaya. Wengine anataka kuingia katika maombi, anataka kuombea mtu afe. Maombi kama hayo basi Bwana hawezi kuyajibu. Ni nini unawaza ndani yako unataka kuingia katika maombi? Na hilo tunalipata katika Mathayo 6 mlango wa 5. Mathayo 6 mlango wa 5. Neno la Bwana linasema nini katika Mathayo 6 mlango wa 5? Nanyi msalipo msiwe kama wanafiki, maana wao hupenda kusali wakiwa wamesimama katika masinagogi na kando ya barabara ili waonekane na watu. Amini amini nawaambia, wao wamekwisha kupata thawabu yao. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, lazima uwe na nia nzuri. Usikue kama munafiki, usikue kama mtu ambaye unataka tu, kama wale watu wanataka kusimama katika mahali fulani na unataka kuonyesha watu kwamba unataka tu wewe ni muombaji. Yani ni kama unafanya sarakasi. Ombi kama hilo hautaweza kufanikiwa, hautaweza kupata jibu. Bwana hataweza kukusaidia katika ombi ambalo unafanya kama hilo katika njia ya kupiga kelele. Kwa hivyo the motive, you must have the right motive before you enter into your prayers. Jambo la pili, a right relationship with God as a father. Wewe mwana, hata kwa boma lako, hata katika nyumba mahali unapokaa, tunaangalia wale watoto ambao wako na relationship na wazazi wao, ambayo ni relationship nzuri. Hata anapoomba jambo, hata kama ni kitabu, hata kama ni nini, katika ombi lake mzazi anapendezwa na anafurahi na anasema. Maandiko yanatuambia nini katika kitabu cha Luka 11 mstari wa 11 mpaka 13? Nataka tusome. Ni vizuri kwa sababu tunaposoma inatusaidia kuweza kuelewa ni nini tunapofanya katika ombi, ili tuweze kuelewa haya mambo manne yanatusaidia nini tunapofanya maombi, ili maombi yetu yanajibiwa na Bwana wetu anafurahi na anaweza kujibu. Luka 11 mstari wa 11 mpaka 13. Tunaangalia kitu inaitwa the right relationship with God as a father. Mahusiano mazuri na baba yetu aliye mbinguni. Katika Luka 11 mstari wa 11 mpaka ule wa 13 inasema hivi: Je, kuna yeyote miongoni mwenu ambaye mtoto wake akimuomba samaki atampa nyoka badala ya samaki? Au mtoto akimuomba yai atampa nge? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vitu vizuri, si zaidi sana Baba yenu wa mbinguni atawapa Roho Mtakatifu wale wamuombao? Kwa hivyo hapa Mungu anatuonyesha jinsi wazazi wanakuwa na uhusiano mzuri na watoto wao. Vivyo hivyo mimi na wewe tunapotaka kuingia mawasiliano mazuri na Mungu, lazima tuwe na uhusiano wa karibu. We must have ile katika kimombo tunasema you must have intimate relationship with God, because huwezi enda kuomba mtu kitu kama hamuna uhusiano mzuri na yeye.
you cannot have good conversation with a person you don't have good relationship. Hata katika maisha ya mwanadamu wa kawaida, tuseme na nafikiri ni tabia tu watu wanakuwa naye. Wakati mtu ukiwa hauna uhusiano mzuri na mtu, hata wakati mwingine mnapitana naye kwa barabara, masaa zingine anakunja uso, anaharibu, hataki hata kukuangalia, hata hataki hata kidogo. Na maandiko yanatuambia katika kitabu cha Mwanzo nini? Kitabu cha Mwanzo, maandiko yanatuambia kwamba God created us in his own image and likeness. Oh, yes. Bwana asifiwe. Sasa kama Mungu aliniumba mimi na wewe katika umbo lake na vile yeye anavyoishi. Kwa hivyo most of our characters as Christians, tukiwa we need those who have received salvation, the Christians who know who is God, who have good characters, who have good morals, who knows God, they must behave like God. Unakumbuka unakumbuka Peter wakati kabla Yesu aenda kusulubishwa, akiwa kule bustani, kuna swali aliulizwa, wewe kutembea kwako kunakaa kama nani? Kunakaa kama Yesu. Yes. Kuongea kwako kunakaa kama Yesu. Na akataka kukataa kwa sababu ya uoga. Hizi nyama zetu za wanadamu masaa zingine zinakuwa na wasiwasi. Yeye alikuwa na wasiwasi, aliona kwamba anaweza umizwa. Lakini kwa sababu ya kutembea na Yesu, kukaa na Yesu, tabia yake ilianza kukaa kama ile ya Yesu. Mwenendo wake kama wa Yesu. Mazungumzo yake kama ya Yesu. Kwa hivyo sisi wanadamu tunahitaji kuwa na mienendo na ile tunaita relationship nzuri na Mungu. Jambo la tatu, I really trust in the Lord. Sisi wanadamu lazima tumtegemee kabisa Mungu. Ndio wakati tunaingia katika maombi, lazima tumtegemee 100%, sio 80%, 60%. Unajua wakati tunaenda katika shule, unasikia mtu anakuambia eti 80 ni A. Eti sasa mtu akiwa na 80 ako na A, na mwingine akiwa na 85 eti nyinyi yote mko na A, mwingine eti 90 ni A na 100 ni A. Kwa hivyo nyote mko sawa. Hakuna. Kwa Mungu ni 100, hiyo ndio kuwa hakika. Yes. 100%. Yeah. Ndio tukiingia katika maombi, tunaingia katika maombi tukiwa tunajua we really to bed. Makosa ni moja, mtumishi wa Mungu Isaac. Watu wanaomba kidogo na mguu moja inakanyaga pande nyingine. Anakaa kidogo ameomba, lakini anasema na Mungu kweli anaweza kweli isikiza maombi yangu? Hapana. Wacha nitavute John, wacha nitavute Ongengo pande, nitavute Umburi pande, nitavute Joshua pande na mambo mengine. So you don't trust 100% on God. Na maandiko hilo tutasoma katika kitabu cha Saburi 55 mstari wa 16 na 17. Psalms chapter number 55 and verse number 16 and 17. Nataka tuangalie hapo tuone inasema nini. Psalms chapter number 55 verse number 16 and 17 nasema hivi: lakini ninamuita Mungu, naye Bwana uniokoa. Jioni, asubuhi na adhuhuri ninalia kwa huzuni, naye usikia sauti yangu. Sikia huyu Daudi alipokuwa anaandika Saburi, alisema jioni, asubuhi na mstari wa 17 inasema jioni, asubuhi na adhuhuri. Kumaanisha nini? Wakati wote unamtegemea Mungu. Sio nusu, eti asubuhi unamtegemea Mungu, saa 7 unamtegemea Mungu, ikifika jioni uko kiguu na njia kwa barabara usiku
Uko hapa umeenda kwa waganga, umeenda kwa wale tunaita false prophets, the diviners, sorcerers, ili waweze kukusaidia katika njia tofauti tofauti. Hapana, unapoingia katika maombi, you must have a really trust in God. Na mwisho dispensing kabla ya kumalizia pale, kwa sababu kuna wale ambao wamekuwa wakitegea vizuri kabisa, lakini kidogo tu nisome jumbe ambazo zimeweza kuingia katika jioni hii. Pastor tarejea kwa sababu ya lile kutamatisha, lakini kwa wale ambao mnaendelea kuingia hivi sasa, ameongelea kuhusu dhamira katika kitabu cha Mathayo 6, hiyo ni sura, alafu mstari ni wa 8. Ameongea kuhusu mawasiliano mazuri baina ya yule ambao unaomba pamoja na baba yako ambaye ni Mungu aliye mbinguni, ambao ni Luka 11:11 hadi pale 13. Kidogo tu nitarejea kwa kueleza hiyo 13, lakini hebu tuwasikize hao ambao wanatutizama wakati huu. Willy Kenya, hujambo? Jambo. Unasikiza kutoka maeneo gani, ili kama tueleze wewe ni nani na unasikiza neno linakuja namna gani? Neno liko sawa. Nasikiza kutoka Embu. Tuko na wenzangu hapa kina Nguvu na Harrison Kenya. Wanaweza wakaingia kwa kamera kidogo, hata tuone sura zao, kama ni light kama mimi ama ni light kama fulani hapa kwa studio. Nani? Wacha tu waonekana tu kwa sura jamani. Kidogo amesepa, lakini tuende kwa Blessed Mom. Blessed Mom is the always, yani yeye ndio fan wangu wa kila wakati. Kidogo tu tuende kwa Blessed Mom. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unanipata? Ninakupata kabisa. Uko katika eneo lipi? Ndio pastor kidogo aelenge wewe ni wa kutoka wapi? Wacha huyu aongee kwanza, network isimtupe. Willy Kenya, tumekupata tena kidogo, umerejea. Sauti kidogo imezimia, sijasikia vizuri. Asante sana. Lakini najua ni kama mic yake imekataa. Tuende kwako. Mwambie atoke tena, arudi tena. Mwambie atoke, ingie tena. Kama mitandao inamsumbua atatoka alafu atarejea. Willy, utatoka kidogo alafu utarejea kwa sababu mitambo inakukataa, lakini yeye anasema kwamba he is watching from Embu with Harrison Kenya. Pia anasema kwamba tunategea na Bure Harrison na my wife Ann Ombasa. Thank you so much for katika lile eneo la Embu. Haya, Blessed Mom, nawapata. Tueleze kidogo tu, unasikiza ukiwa maeneo gani na jambo ambalo umeshika kwa sasa kufikia sasa katika hizo hatua ambazo tumesonga na pasta wetu, kidogo tueleze. Kwanza kabisa nashukuru Mungu kwa uhai. Ameweza kutufikisha hii masaa juu kuna wengi waliamka na hawajafika hii masaa. Kwa hivyo mimi nashukuru kwa yote. Mwili nawapata nikiwa maeneo ya Doha, Qatar. Hiyo mahubiri ya pasta iko sawa kabisa. Mimi pahali nimefikia ama pahali nimepata imeniguza ni ya kwamba lazima ukuwe na ushirikiano mzuri, hata kwa mtu hata kwa Mungu, kwa sababu kama sasa huwezi enda tu kwa nyumba ya mtu mwambie wewe nimekujia chumvi, hata kama iko atakwambia hakuna. Kuna ile lugha utatumia mpaka afanye nini, akupatie. Wacha waongee kwanza. Haya, Willy Kenya, sasa umerejea, naona kwamba uko na wifi pale. Unaweza ukampa simu kidogo aonekane, unajua ni vizuri hata bibi ya people wakionekana kwa TV inakuwa ni vizuri sana. Willy,
Mike, unmute mic yako. Naona kwamba umemute mic yako. Tanikuwa nimutie kidogo. Ametoroka kidogo. Tuendelee na Blessed Mom kwa sababu network yake imekataa kabisa. Mimi nilikuwa nataka kuchangia kwa hiyo maandiko ya pasta, nimuongezee iko kwa Zaburi. Kuna maandiko iko kwa Zaburi 34, 17 na 18 ambayo inahusiana na hii yake, na bado iko tu yake ni Zaburi na yangu pia ni Zaburi, na inaongea kitu moja. Yangu inasema ati walilia naye Bwana akasikia akawaponya na taabu zao. So pasta anamaanisha nini? Ukimlilia Bwana atakuponya na taabu zako. Usiende kulilia waganga, usiende kulilia marafiki, usiende kulilia majirani. Hivyo ndivyo pasta anamaanisha vile mimi nimemshika. Kitu ya mwisho nisikule muda wenu. Kulingana vile pasta ameongea ni ukweli. Inafaa ukuwe na good relationship na mtu ndio muweze kufanya kitu pamoja. Nataka kutumia example ya my son. Ama muda wenu umeisha, nisikule muda wenu? Endelea. So nilikuwa nataka kutumia example ya my son ndio watu wajue mkiwa na relationship mzuri lazima kitu mzuri ifanyike. My son alinipigia simu end of October, ile wiki ya mwisho ya Oktoba. Akaniongelesha vizuri sana kwa upole. Akaniambia, mami, ningependa unifanyie favor. Nikamuuliza, ni favor gani hiyo unataka nikufanyie? Mami, ningependa tu kama unaweza, si ati unifanyie, nasema kama unaweza unifanyie birthday hii wiki. Nikamwambia kwa sababu umeni request, siwache tuifanye next week, that is wiki ya kwanza ya November. Kulingana vile aliniongelesha, unaona alikuja na upole na uzuri. Si ati ana command, ana request. Mimi nikachukua request yake, nikarusha kwa my madam. Kamwambia madam, my son ameni request hivi. Mimi pia naku request hivi. Kwa sababu nimemwahidi nimfanyie hiyo birthday hii wiki. Si naomba tu kama unaweza cheza kiwewe pesa ifike vile tumeahidiana na kijana. Naye Mungu akamguza naye akacheza hivyo. Akacheza kijana akani request akaniambia, mami, mimi ile favor nataka unifanyie. Birthday unifanyie nyumbani. Naifanyia kwa shule, kwa darasa langu, walimu wote wa kule na marafiki darasa yote. Kamwambia hiyo ndio request yako. Nimeisikia. Kwa hivyo niliarrange kila kitu na ikakuwa. Kwa hivyo kuna vile unaweza request mtu mpaka yaone ukweli umerequest na good relationship. Hivyo ndio pasta anamaanisha kwa wale hawajamshika vizuri. Usirukie mambo. Kama sasa ningeenda kwa madam nimwambie, wewe unajua nini? Nataka pesa. Pesa si ni yangu, nafanyianga kazi. Atakurushia hiyo pesa akwambie sasa tuma. Utatuma na njia gani? Hujui pale inatumwa, hujui vile inatumwa, wewe unakaa tu kama bubu. Utaenda kutumaje? Kwa hivyo kila kitu tusikize vile mtu anaelezea, vile mtumishi anaelezea, ndio unaweza ukafaidika. Sijui kama nimeenda nje ya topic. Uko sawa kabisa. Asante sana Blessed Mom. Umesikia pasta vile mashabiki wetu wale ambao wanatutizama kutoka maeneo mbalimbali, kama huyo ni Doha Qatar, na anaendelea kutufuatilia kabisa, na hata kama kwa sababu kuna ugumu pale hata kuona kanisani, lakini hapa anapata tu neno ambalo linaendelea kumfanya aendelee kukua katika Kristo huu. Kwa hivyo pasta, tunarejea kwako ili kwamba uendelee kumaliza kile kipenge chako cha 4. Sudi pasta, umenipata? Kipenge chako cha 4 ndio tunarejea kwako tena. Pasta, tumekuja kwako tena sasa uweze kutumalizia kipenge. Asante dada. Sorry?
tumeweza kurejea kwa ijapo network kidogo inaleta changamoto. Asante asante President Mamu kutoka Roa Qatar, na shukuru kwa sababu ya jangio ambalo umeweza kuleta kabisa, na umeweza kuzungumza sawa na vile mada ambayo nimeweza kusema. Ni hakika kwamba katika jambo lolote tunapofanya katika maombi lazima tuwe na mawasiliano na mahusiano. Kuna jambo moja ndugu Isaac, katika ile the light motive ni Mathayo 6 mstari wa 5, sio 8, ni 6 mstari wa 5. 6 mstari wa 5, ya vizuri. Yes, sio 8. Alafu nashukuru kwa sababu ya mam ambaye ametuongezea Psalms, Zaburi 34 mstari wa 17 na 18, na hakika inazungumza ujumbe sawa na ule nilikuwa nazungumzia nikisema kwamba ile tunaongea kuhusu the real trust. Tunaposema real trust, lazima wakati unapoenda kwenda kwa Mungu lazima uwe unamtrust. Tukiwa katika mahali hapo tu, nataka nirudi katika ile sala kidogo ndio niweze kuzungumzia lile jambo mwisho ambalo liko katika hizo mambo mane. Katika ile sala ambayo tulifunzwa na Bwana Mungu wetu jinsi ya kusali katika Mathayo 6 kuanzia mstari wa 9 mpaka 13. Nataka tu kuangalia mambo machache ili niweze kuongezea katika haya yote ambayo nimezungumzia katika Mathayo 6 mstari wa 9 mpaka ule wa 13, na katika hilo jambo la real trust nataka kuiangalia katika mstari wa 13. Wa 13 mahali nasema, and lead us not into temptation but deliver us from evil, for yours is the kingdom, the power and the glory forever and ever. Nataka turudi hapo nyuma mahali nasema and lead. Hapo tu mahali nasema and lead, ili niweze kuongezea hapa ili jambo ambalo ninalizungumzia kuhusu you must have a real trust kwa Mungu. Wakati unapotaka mtu akuongoze, lazima uwe na trust kwake kwamba ako na uwezo wa kukuongoza. Unapopeana tumaini lako kwa mtu ili awe mbele yako, you must have that self confidence upon that person. Nataka kulete tu kidogo ndio niweze kufungua mawazo ya wapendwa wanaotufuatilia katika sehemu mbalimbali katika jamhuri yetu ya Kenya na walio katika nchi za ng'ambo kama vile dada yetu, na kuna wale pia watazamaji wako wanatazama kutoka nchi ya Marekani na sehemu zingine. When we talk about read, hata turudi katika vitu kama uchaguzi. Watu wakati wanafanya vitu kama uchaguzi sasa, ndio upe mtu kuwa kiongozi, leader wenu wa nchi, you must have trust in that person to lead you. Ndio achaguliwe kuwa mbunge ama kuwa MCA ama governor ama MP ama senator. Watu wengi wamempea kitu tunaita trust. They have self confidence upon that person. Na wewe wakati unapoingia katika maombi na unasema lead, who are you speaking to? God who is in heaven. So unaposema lead me not to temptation, it means umeweka tumaini lako kabisa 100% kwa Mungu aliye mbinguni kwamba akuongoze, akusaidie, akuondoe katika majaribu. Hata kama shida zitaingia, God will see you through. So you must have that really trust. Usiweke trust zako hapa na pale. Na ndio maana nasema wakati Bwana alikuwa anatufunza kuhusu mambo ya maombi, akaweza kutueleza hayo hilo jambo. Na kule jambo la 4 ambalo nilikuwa nalizungumzia ni kwamba a dispensing of false fronts. You must avoid kitu tunaita dispensing of false fronts. Nataka tutaangalia katika kitabu cha Mark chapter number 7 verse number 6 and 7. Mark
chapter number 7 verse number 6 and 7. Taisoma kwa Kimombo na hata kwa Kiswahili ili wapendwa watazamaji waweze kupata ujumbe huo vile Bwana anatusaidia. Katika kitabu cha Mark chapter number 7, 6 and 7 inasema hivi. He answered and said unto them, well, I said, prophesied of you hypocrites, as it is written, these people honor me with their lips, but their heart is far from me. Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Kiswahili nasema hivi katika kitabu hicho cha Mark chapter number 7, 6 and 7. Neno la Bwana linasema hivi kwamba Yesu akawajibu, nabii Isaya alisema ukweli alipotabiri juu yenu ninyi wanafiki, kama ilivyoandikwa, watu hawa wanaheshimu kwa midomo yao, lakini mioyoni mwao wako mbali nami. Bwana asifiwe. Sasa nataka kuzungumzia nini kuhusu mambo ya dispensing false fronts. Kwamba katika maombi hatutakikani kuingia katika midomo ile ya watu ambao wanazungumzia wakiwa vitu wanaongea katika vinywa vyao ni tofauti na hivyo ndani ya moyo wao. Kuna wale watu wanaingia ni sawa kuwa na dini, ni sawa na kuwa kitu tunaita sound doctrines, ni sawa kuwa lazima uwe katika dhehebu fulani. Lakini makosa unapoingia katika maombi, lazima utofautishe kitu tunaita doctrines za kanisa na maombi kuzungumza na Mungu aliye mbinguni. So unaweza kusimama uanze kusema kuhusu dini, lakini unaingia katika maombi unachanganya dini na vile unatakikana kuwasiliana na Mungu. Sasa unapotea barabara hapo. Doctrines zinasaidia mwanadamu ili awe katika ushirika, kwamba ushirika uko mahali hapa na ushirika wako unakusaidia hapa na pale. Lakini ukichanganya sasa ushirika, utaingia katika vile neno la Bwana linasema, unaongea mdomo ukitaka kuonyesha watu, kwa mfano, mimi ni kiongozi wa kina mama, mimi ni kiongozi wa wazee, mimi ni kiongozi wa praise and worship, mimi ni kiongozi wa intercessory, mimi ni kiongozi. Sasa hilo jina tu kusema wewe ni kiongozi wa intercessory, kiongozi wa kina mama, kiongozi wa wazee, ama you are an elder or you are nini, majina kama hayo, hiyo ni ya doctrine ya kanisa ili mpangilio wa kanisa uweze kuenda sawa. Lakini you want to communicate now with God. Yes. You separate what we talk about, doctrines and the prayer before the Lord. Kwa sababu ukiangalia katika kitabu cha Matthew ambaye tumetangulia hapo, chapter number 6 and verse number 9 to 13, God gave us a blueprint on how to pray. And in that blueprint, maandiko kuna mambo mengi inatuonyesha ukisoma kuanzia verse number 9 mpaka kule chini. Kwa sababu kuna mambo mengi inaongea hapo. Kitu ya kwanza inaongea kwamba when you are making a prayer, you direct your prayers to the heavenly God. That's why inasema our Father who is in heaven. Direct your prayer direct to God. Alafu ikafika mahali inasema kwamba tupati kidogo una katika. Yeah. Oh, pole. Nasema kwamba wakati tulipewa blueprint ambaye ya maombi, sijui nasikia nina katika labda sijui unanipataje brother Isaac? Hapa kwa studio nakupata vizuri, sijui labda hao wengine, lakini hapa nakupata vizuri. Mama president, wewe unanipataje? Mimi nampata vizuri. Nafikiri labda network ya ndugu wetu yule ako Embu
Nafikiri yeye ndio labda network iko chini. Huyu si wa Embu, huyu ni mwingine tena. Sasa kabla uendelea, naona huyu ndugu kutoka hapa anaitwa Vincent Babu, kidogo tu aongee kwa sababu network inaona kwamba itaanza kumchangana mapema. Vincent Babu, karibu. Nami, thank you. Sema huko kutoka kwa maeneo gani na umepata neno kufikia kiwango kipi kwa hivi sasa? Okay, hamjambo wote. Hatujambo. Okay, I'm Vincent Babu from Nairobi Embakasi Pipeline. Yeah, nawapata. Uko garini, uko kwa nyumba? Niko tu kwa shop kidogo. Okay. Aya, kwa hivyo kufikia sasa umepata neno lako kwa njia ipi? Hili neno ambalo umelipata jioni hii umelifikia kwa kiwango kipi? Najua nimeipata kwa njia, sijaipata vile, lakini nimeipata kwa njia, sijaifikia vile vile, lakini tukiendelea nitaipata. Alright. Pastor Bad, asante Babu. Kwa hivyo ungependa kuambia watu wawili watatu wasalimie, kwa sababu najua kwamba huenda utaondoka kabla ya sisi kumaliza. Okay, nasalimia Mom Presence. Pastor nakusalimia hata wewe. Alisa kata wewe nakusalimia, Chiche Niva kwa wapi, wengine ni wengi hawako, sasa mpaka Kurukuntu Deno. Chiche kwa wapi bana? Ako lakini ako off leo. Okay. Asante sana Babu. Thank you so much. God bless you. Sauti kidogo. Sauti yangu? Aongeze sauti kidogo. Ndipo sawa hapo. Ya Babu, ndugu Babu ameongea akiwa chini kidogo. Okay, ataongeza sasa. Ni kama hajakula hii inaitwa sapa. Chakula lakini niko fit. Anasema atakula lakini ako fit, lakini anyway. Okay, ni uchofu kidogo, nilikuwa na travel kutoka side za Kisii. Uchofu lazima itakuwa. Okay, lakini najua tu Blessed Mama atabonga na M-Pesa yako kwa leo. Alright, thank you so much. Pastor, kabla ya kuendelea, kuna wale ambao wametuma jumbe zao hapa kidogo. Kuna yule ambaye anasema kama watching live from Riyadh ndani, barikiwa sana Kisi Hot TV. Naomba mnisomee Omorandia, that is Ecclesiastes 3:1-5. Pastor, ikiwa kama uko na Biblia pale utamsomea. Barikiwa pamoja Kisi Hot TV. Anasema actually amesema Ecclesiastes 3:1-5. Alafu kuna yule ambaye anaitwa dada mkubwa anasema kwamba ngoto maengora watu wa Kiongeti. Samahani kidogo. Yes. Nasikia sauti yako pia imerudi chini, sijui kama ni nini imefanyika. Sauti yangu tu inakuja tu, sijali. Okay. Nilikuwa nasema Ecclesiastes chapter 3:1-5. Hiyo utamsomea, lakini tuone hapa anasema kwamba Bogesa Ongori is family members and friends. Poleni all sisters and brothers, wajukuu na vijukuu, poleni ase Ogosiria Magokoro, toka pamoja, tuko pamoja, Mungu ako na lake. Jennifer Kerubo anasema kwamba I'm new here and salimia pastor huko. Pastor, umesalimiwa na Jennifer Kerubo. Jennifer Kerubo amekusalimia. Nani huyo? Jennifer Kerubo ametuma ujumbe hapa. Asante, nimesalimika. Aya, unaweza kutusomea hiyo Omorandia 3:1-5? Wacha nisome. Ecclesiastes chapter number 3 verse number 1-5. Yes. Inasema hivi: To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to pluck up that which is planted. A time to kill and a time to heal. A time to break down and a time to build up. A time to weep and a time to laugh.
a time to mourn, and a time to dance, a time to cast away stones, and a time to gather stones together, and a time to embrace, and a time to refrain embracing. Amen. Yes. Amen. That is good. Asa pastor, unaweza kuendelea kutoka hapo kwa sababu tulikuwa tunamalizia pale, naona kwamba zimekatika dakika 10 baada ya saa 5. Nitaendelea. Asante, nashukuru kwa sababu ya huyo ambaye ametupea na nafasi hiyo. Ni hakika kuna kila masaa na majira ya kila kitu ambacho inaweza kutendeka, na ndio maana hilo jambo linakuja na hivyo. Basi nilikuwa na nazungumza pale nikizungumza kuhusu ile kitu tunaita kwa kimombo the blueprint, ambaye katika Mathayo 6 mstari wa 9 mpaka ule wa 13 tulifundishwa jinsi ya kufanya maombi. Ukiangalia katika sehemu ya kwanza ni mahali tulifundishwa kwamba katika maombi yoyote tunayofanya tunaanza katika adoration, tunaanza katika to show how God is good, how God is powerful, how God is mighty, how God, you know, everything. Unaonyesha jinsi Mungu ambaye huyu unamwamini 100% jinsi alivyo. Ndio maana tukapewa hiyo blueprint katika kitabu cha Mathayo 6 mstari wa 9 mpaka 13. Na ndio nasema our God who is at in heaven. So ukiendelea inasema we must make all reference ya maombi yako, it must be directed to God. And that's why unapoenda kufanya maombi, ukianza kufanya reference ya mababu waliokufa zamani, nyanya waliokufa zamani, ufanye reference na miti, ufanye reference na mifugo, ng'ombe, wanyama, ufanye reference na binadamu walio hai katika maombi, then you miss the point. Yes. Kwa sababu maombi yako yote must be directed to the heavenly Father. Jambo lingine ni kwamba wakati unapofanya maombi lazima pia ukumbuke kwamba there is that second coming of Jesus Christ. And that's why katika maombi hapo inasema let the kingdom come. Na katika hiyo reference alikuwa anatuonyesha kwamba tutakuwa na second coming of Jesus Christ. So katika hiyo ukiwa Mkristo lazima ukumbuke kwamba katika ulimwengu lazima tutakuwa na the second coming of Jesus Christ. So whatever you are doing, you must also remember that second coming is there. Jambo lingine tunatakikana kukumbuka kwamba you ask God for forgiveness. Katika kila jambo ndio maombi yetu Bwana atukumbuke. Kwa sababu katika sehemu nyingine kuna mahali unafanya mambo yasiyo sawa. Sasa na kuna wale watu wametukosea sisi, kuna watu ambaye wamefanya mambo ambayo sio sawa, yanatuhudhi. Hata wakati mwingine bwana na bibi wamekosana katika nyumba, mume amemkosea mke, mke amemkosea bibi, watoto wamekosea wazazi, wazazi wamekosea watoto. Sasa mambo kama hayo wakati mwingine yanaudhi, yanafanya mioyo yetu na nafsi zetu zinaishi vibaya. Lakini unapoingia katika maombi, ndio maana unasema forgive us our debts, trespasses, sins, yote inaingia hapo. Vile tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Sasa unapoingia katika maombi, ukikataa kusamea mwenzako, kama wewe ni mume umekataa kusamea mke wako, kama wewe ni mke umekataa kusamea mume wako, kama wewe ni mzazi umekataa kusamea mtoto wako, wewe ni mtoto umekataa kusamea mzazi, ama jirani, ama mtu mnafanya katika ofisi, ama kuingine biashara, mahali kuingine hapa na pale. Sasa maombi yako pia yanaweza kuzuiliwa, yasiweze kukubalika. Kwa sababu ukifika katika sehemu hiyo, utajulisha Mungu nini? Wakati unafanya maombi, utamjulisha nini? Na unasema unajua kuna watu wanasema I can forgive but I cannot forget. But I want to tell our viewers, you need to forgive and then forget. Why? Yes. Ukikataa kuforget, ilile jambo mtu amekukwaza moyo wako, utaliona kama limefanyika leo asubuhi.
Utaliona kama limefanyika jana jioni. Sasa maombi yako, roho yako wakati kwa maombi utaisikia ikiwa mzito. You will not get a breakthrough in your prayers. Na jambo lingine niliweza kulizungumzia hilo, lead us not to temptation. Whoever you want to lead you, you must have self confidence in him. Na niliweza kulizungumzia hiyo katika mwanzo wakati kwa nalizungumzia. Ask God to help you to overcome the challenges. Huyu unayemuomba katika maombi yako ndiye aweze kufanikiwa. Pia kuna challenges mwanadamu anapitia. Uwezi maliza wiki mzima bila kukutana na challenge. Unaweza amuka hata kuna challenge katika familia. Kama sasa wakati hii ya corona imeleta shida mingi sana. Watu wamekutana na tumefungwa midomo kwa sababu ya corona. Masaa zingine tumesoeana, sisi wa Afrika tumesoeana kusalimiana mkono kwa mkono. Sasa tukaanza kuona hiyo mambo yametusinya sana. Unaona hata unataka kuagi mke wako, tumefungwa mdomo. Na mke wako lazima umuhagi, umsalimie vizuri. Mume wako ni vizuri umuhagi, umsalimie mzuri. Sasa umefungwa mdomo, umeambiwa usisalimiane. Those are challenges that we meet day in, day out. Tunaomba Mungu to make us overcome those challenges. Lastly, remember even the earth belongs to God. Wakati unapofanya maombi, kuna watu wanasahau, wanasema kitu moja, hapa duniani sio kwetu. Ni hakika ndio sio kwetu. Lakini duniani hapa bado ni kwa Mungu. Maana Mungu alipoumba mbingu na ardhi, ama alipofanya creation, he created heaven and earth and everything that is inside. So mbinguni na duniani mambo yote ni ya Mungu. Kwa hivyo tunapofanya maombi tusisahau hapa duniani. Maandiko sehemu nyingine nasema this is the footstep ya mahali Mungu anawekelea miguu. Mungu hawezi wekelea miguu mahali sio kwake. Atawekelea miguu mahali ni kwake. Kwa hivyo tukumbuke hapa duniani bado ni kwa Mungu, na wakati tunapoishi kabla tuende katika mbingu nyingine tutakaposhinda, kwa sababu tunahitaji tushinde ili kwamba wakati wa kila mmoja wetu utakapofika, Bwana akisema sasa kuja kwangu nyumbani upumzike, basi tutakuwa tumeshinda. Lakini tujue bado hapa nyumbani, hapa mahali tupo bado ni kwa Mungu, na ichapo shetani alifukuzwa, yeye ndiye ana surura hapa akisumbua. Unakumbuka katika kitabu cha Ayubu, wakati wana wa Mungu walienda kunena na Mungu, naye shetani akaenda huko, anauliza unatoka wapi? Eti ninatoka kusurura. So hapa ni mahali shetani anasurura tu, na ndio unaonanga analeta shida. Bwana atusaidie. Wapenda, tunapoingia katika maombi tusisahau hayo mambo manne. You must have the right motive. Nataka kurudia nimalize hapo. Right motive. Jambo la pili, right relationship. Jambo la tatu, really trust in the Lord. Na mwisho, don't have dispensing of falsehoods. Lazima uweze kuchunga hiyo. Usikue tu kama wale watu ambaye wanasimama kwa mazinagogi wakianza kujidai, mimi nimeokoka miaka 200, lakini hata kwa hiyo miaka 200, miaka 150 na ni ya mwisho. Sio ile ya kwanza, hii ya mwisho miaka 150 aliokoka ile ya kwanza, lakini ya mwisho ametenda dhambi na anaweza kufa akiwa katika dhambi. Tuchunge imani. Tupigane vita vilivyo vizuri ambaye Bwana anasema let us fight the right fight, alafu tuchunge pia imani na Bwana atatusaidia. Na fikiria kufika hapo Bwana atatusaidia, na ni mambo mengi ambayo Bwana atatuwezesha, na nitaendelea kuandalia wapendwa watazamaji na wasikizaji wa HOT TV mambo mengi, na najua kwamba Bwana atatusaidia. Amen, amen. Pastor, asante sana. Sijui kuna wale ambao wamekuwa wakisikiza ikiwemo mimi hapa. Nashukuru sana kwa sababu neno hilo hata mimi kuna yale ambao sikuwa ninafahamu kwa kweli Pastor, lakini leo pia nimefahamu. Kwa hivyo najua mara nyingi we learn kwa sababu maisha haya huwezi ukalearn kitu moja tu ukuwa unajua tu mimi I learn everything. Yani unahitaji tu hata siku moja unapoamuka una learn kitu kimoja na itakuwa ni vizuri. Asante sana kwa wale wote ambao mnazidi kutuma jumbe zenu. Kidogo tu nisome pale ambapo nimesema ambapo kwa kweli amesema kweli Pastor, lakini kusameha utasamea kwa ukweli, uwezi kusahau haki 98%. Anasema kwamba uwezi sahau haki hata 98% unakumbuka
2% ndio ulikuwa umemsamia, lakini unakumbuka 98% yote. Anyway, ni hali ya maoni ya wale ambao wanaendelea kututizama kutoka pembe zote za nchi na za dunia. Bila shaka tunashukuru pia kwa wale wote ambao mnaendelea kufanya Kisii Hot TV kuwa nambari 1 kwa kila pembe ya nchi, pale Doha, pale Meru, hapa Kisii na kila pembe hapa nchini Kenya. Mungu awabarikie sana. Asante sana Pastor kwa sababu ya neno hilo. Na kabla tu hatujamaliza, tungependa tu kuwafahamisha kwamba Pastor tutakuwa naye kila siku ya Jumapili hapa, ili kama tunaweza kuwa na vipengele tofauti ambavyo atakuwa akivijadili moja kwa moja. Leo ilikuwa kwamba ni ufunguzi. Na Pastor, leo naona kwamba watu wangependa kujua na kupata nambari yako ya simu. Hiyo nitaitangaza ama utaitangaza, lakini kwa sababu ni njia ya nafsi, kila mtu achukue nafsi yake, basi utaweza kutangaza namba yako hewani, itakuwa ni vizuri. Asante. Kama vile nilitangulia kusema, naitwa Pastor Jeremiah Nyanchoka Nyabende. Ninahudumu na kanisa la Full Gospel Churches of Kenya hapa nchini Kenya, na kutoka kule sehemu ya Kisii niko chini ya Askofu Joseph Misoko Masese ambaye anasimamia jimbo la Nyanza North Region, na kanisa ni kule Gesonso, Suneka pamoja na Nyabioto, ambaye ninamsaidia mahali pale. Yeye ni askofu lakini namsaidia pale, na mara nyingi huwa niko hapa sehemu ya Nairobi. Ninakuwa katika kanisa la Kamkunji Police Chapel, na niliweza kusema kwamba pia mimi ni polisi, ni askari na ni inspector wa polisi katika Directorate of Criminal Investigation kule kitengo cha bunge. So ukitembea katika bunge utanipata mahali pale. Mimi ni inspector wa polisi na ninafanya mahali pale, na pia katika namba ambayo ndugu ameweza kuniuliza, nambari yangu ukitaka kuwasiliana pamoja nami ni 0721 Kiswahili ni shida bwana. Samahani? Kiswahili ni shida bwana. Soma kwa Kizungu bwana. 0. Oh, asante. Okay, my number is 0721 38 66 65. I come again. 0721 38 66 65. Kwa Kiswahili ndio nasema 0721 38 6665. Na pia unaweza kunipata wakati mwingine katika Facebook Pastor Jeremiah Nyabende. Ukifika mahali pale pia unaweza kunipata, na hata katika Twitter pia natumia Pastor J Nyabende, na katika Instagram pia natumia Pastor Jeremiah Nyabende. Hapo utaweza kunipata. Wale wako katika Nairobi, ukitembea hapo mahali nimekuambia utaweza kunipata. Siku ya Jumapili unaweza kunipata kule katika Kamukunji Police Christian Fellowship Chapel, utaweza kunipata pale. Kama ni Kisii utaweza kunipata Gesonso, hapo utanipata. Na Bwana naamini ataweza kutenda mambo mazuri, na vile ndugu ameweza kusema, naamini Bwana atatusaidia ili kila Jumapili tutaweza kupatana hapa hewani, na najua Bwana atatusaidia sana. Vizuri Pastor, ningependa tu kidogo tu nipenda nafasi kwa hawa ambao wanaendelea kututazama, ikiwa wana swali waweze kuulizia swali moja mbili, na kisha baadaye tutaenda kwa masuala ya kuomba ili kwamba tuweze kufunga kipindi, kwa sababu wakati naona kwamba unasonga sana. Tuanzie kwake Blessed Mom. Tafadhali, ikiwa una swali kwa Pastor, itakuwa ni vizuri kwamba ukiuliza, hata kwa wale ambao mna watch pale, you can just type a question ili kwamba iweze kumfikia Pastor wetu siku ya leo, ili kwamba aweze kutujibu, kwa sababu leo amekuweza kuongelea masuala ya kuomba. Blessed Mom. Nawapata. Mimi nimewashika vizuri sana, lakini hapo penye ametaja ati mtu aende polisi, mimi polisi siwezi kanyaga. Ukweli ni mzuri,
unaweza enda huko urushwe ndani hata kama una makosa. Mimi huko siwezi enda. So hapo Sijampata vizuri. Pastor mama anasema yani yeye kitu hii kama amezoea, lakini anasema kwamba kukuja kwa eneo lile la polisi hawezi kabisa, hiyo hawezi kabisa, kwa sababu wanaweza wakamshika pale. Lakini nataka kumhakikishia kwamba katika maisha ya mwanadamu tuko na watu aina tofauti. Na ndio maana wakati Bwana aliponiita nilijua kwamba kuna watu ambao wako na njia tofauti ya jinsi ya kuishi maisha, lakini ndani ya hao kuna baadhi ya wengine ambaye wanaweza kudumu katika njia ambayo inapendeza. Na ndio maana hata katika boma kuna watu wako na mambo tofauti hata boma. Na ndio maana nataka kumhakikishia dada yetu kwamba hata kwa mikono wako tuko na vidole 5, lakini ukiangalia vidole zote asiko sawa. Kuna moja nono na ni fupi, kuna moja ni mrefu lakini ni nyembamba. Na ndio maana kuna wale watu wako na mambo ambayo hayako sawa, lakini tunapoendelea kuhubiri ujumbe huu, basi maisha yao yanaendelea kubadilika moja kwa moja, na miaka ijayo na sio mingi, namba kubwa itakuwa imebadilika na itakuwa ni tofauti kabisa na vile watu wanavyoona katika maisha ya kisasa. Amen. Asante sana. Blessed Mom, kindly tupe swali lako tuweze kumalizia pale. Mimi sina swali, lakini hapo mwambie aje kuniconfuse. Mimi si confuse wangu rahisi ati niende polisi. Hata kwa dawa siwezi enda. So mimi nilikuwa nasema hivi, sina swali. Mimi ile kitu nilikuwa nataka kusema, sijui kama mnanipata. Tunakupata kabisa. Mimi nilikuwa nataka kuchangia kwa hii maandiko amesema Zaburi 55:16 na 17 ambaye inasema ati namuita Bwana naye ananiokoa. Yaani unaweza kumuita Bwana wakati uko pahali pagumu penye uwezi kujitoa, hata ukiwa na pesa uwezi ukajitoa, lakini ukimuita Bwana naye anakuokoa. Kwa nini nataka kuongezea ama kuchangia hii maandiko yake? It was 2019. 2019 si mbali, si nafikiria ni mwaka moja imepita tu. 2019 December, mimi nilikuwa na wakati mgumu. Nilikuwa pande za Saudia. Nilipokuwa pande za Saudia, wale watu nilikuwa nimekaa nao miaka 6. Baada ya kukaa miaka 6 na wao, unajua shetani pia afurahiangi mtu akikaa maisha mazuri. So mambo ilibadilika, wakabadilika. Yaani walibadilika hata uwezi kuexplainia mtu what happened. So walipobadilika nikawaambia, mimi kama mmebadilika hakuna haja nikae na nyinyi, afadhali mnirudishe kwetu. Wakaniambia hatuwezi kukurudisha kwenu. Nikawaambia nirudishe ofisi, wakaniambia hatuwezi kukurudisha ofisi. Nikawauliza sasa mtanifanyaje? Wakaniambia sisi ile kitu tunaweza kukufanya ni kukupeleka polisi, tukuwekelee makosa, ukae huko mwaka moja. Nikasikia hapo nikaambia Mungu, sasa hapa ni mimi na wewe. Agent haizi nisaidia, watu wetu haizi nisaidia. Hapa ni mimi na wewe. Nikaambia Mungu, sasa wewe pigana nao, juu mimi sina uwezo wa kupigana nao, juu kila kitu yangu wao ndio wako nayo. Ilibidi Mungu akanipa ujanja, Mungu akarudisha roho yangu chini, nikacool, nikakuwa mtu wa kawaida, tukaendelea kama kawaida. Hiyo tu Disemba, Mungu anapigana haraka sana. Hiyo tu Disemba. So Mungu akaniambia sasa wewe ile kitu utafanya, waambie juu kuna likizo, mnaendanga Jordan. Waambie sasa juu Jordan mumeenda sana, hutaki kwenda, ni wadosi, ni watu wako na pesa, pesa si shida kwao. Nikatieni tiketi ya hizo wiki 2 yenye mnaenda Jordan na mimi niende nyumbani, alafu nifanye nini? Nirudi. Mungu akawaguza, wakakubali. Wakanikatia tiketi niende wiki 2 nirudi. My friend, nilifika nyumbani
kitu ya kwanza ni kushukuru tu Mungu na kuchinja kondoo ya shukurani, si kurudi ng'oo. Kwa hivyo kuna pahali Mungu anaweza kukutoa na uwezi ukajitoa. Amen. Ushuhuda mzuri Pastor, unasikiza huo ushuhuda ni wa kweli na mzuri sana. Turejee kwako Vincent Babu kabla ya kurudi kwake Pastor ili kwamba aweze kusummarize na kutupa maombi. Mimi sina jambo la kusema vile. Kitu nimeshtuka sana ni ile kuna wakati tunakuanga hapa watu wengi, naona leo mjadala wa kovu watu wako bwana, tuko watu bwana. Nimeshtuka sana tukiwa watu wawili, lakini haina shida. Hiyo ndio sawa. Mimi naweza sema juu sijawahi kuja kwa nione kwa mafundisho kama haya vile tunakuanga kwa mjadala tukiwa na Deno. Hivi leo nimepata, hata leo ndio tumepata nawe Bernard nini Aizo. Okay, mimi nashukuru. Next Sunday nitakuwa kwa hivyo tu. Yes. Sina jambo lingine la kusema. Naona Blessed Mama anafurahi the other side, lakini tunaelewa tu Blessed Mama anafurahisha na vile babu anatuka. Turejee kwako Pastor ili kwamba uweze kutusomaraisia, ili kwamba uweze pia kutuweka katika maombi. Itakuwa ni vizuri wakati huu. Naona kwamba zimebaki dakika 29 pale ziweze kutumia mwendo wa saa 6 saa ya Afrika Mashariki. Tutakuwa tunasonga songea, lakini pale asante ndugu Isaac pamoja na wapendwa ambao tumekuwa na wao. Pastor kidogo Blessed Mama. Yes. Nilikuwa nasema wakati Pastor anaenda kuomba na dada yangu, ningependa mkumbuke kwa maombi ambaye ni last born wetu. Wakati nilikuwa namtengenezea makaratasi ya kwenda Saudia, wale watu niliitisha maombi nikawaambia nisaidieni kuomba ili afaulu kwenda. Waliniambia huyu hawezi kazi kwa sababu ulimweka maisha ya hali ya juu, ulimharibu, huyu hawezi kazi. Lakini Mungu naye ni nani? Mungu akafungua njia akaenda. Mwezi wa 10 ambayo umepita amemaliza miaka 2. Wale watu wakamuomba ongezee hii moja, so next month anakuja nyumbani. So ningependa umweke kwa maombi amalize salama na afike nyumbani salama, ndio wale watu wenye waliniambia hawezi wajue kuna Mungu ambaye mawazo yake ni tofauti na sisi. Amen. Anaitwa nani? Anaitwa nani? Anaitwa Diana. Anaitwa Diana Mora. Anaitwa Diana. Diana Mora. Ndio. Basi nashukuru kwa sababu ya nafasi hii pamoja na wale wapendwa ambao tumekuwa pamoja na wao, na hata kuna wale wameweza kutuma ujumbe mbalimbali. Na nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii nzuri ambaye hakika ameweza kutujalia. Ninajua kuna changamoto nyingi, kuna changamoto za mtandao, lakini Bwana wetu ametusaidia. Na kwa sababu siku ya leo ilikuwa tu ni kama kionjo tu, kwa sababu wakati mwingi wakati watu wanapoanza tunaanza katika sehemu fulani, lakini najua Bwana atatusaidia. Tutakuwa na mambo mengi katika vile kadri tunapoendelea, na najua Bwana anaenda kutusaidia. Kwa hivyo sitaki kusema mambo mengi, nataka tu kushukuru Mungu kwa sababu ya wakati huu tumekuwa pamoja na hawa wapendwa, wale wametuma ujumbe ambao hawakuingia hewani lakini wakatuma ujumbe. Ninashukuru kwa sababu ya jumbe zao ambao wameweza kutuma, wengine wakatuma salamu, wengine wakatuma pongezi kwa ajili ya kipindi, na katika sehemu hiyo nashukuru Mungu. Sasa nataka tuingie katika maombi ili tuweze kukamilisha, na najua tuko na hoja mbalimbali. Kuna wale ambao wanafuatilia katika mtandao lakini hawajaweza kuandika ujumbe ama kuuliza swali ama mambo mengine, lakini wanaamini.
na najua kwa sababu tumeangalia katika zile vipengele 4 tumeangalia, na najua kwamba sisi wote we have the right motive as we are now going to pray, na kwa sababu tumesikiza ujumbe, we have made our spirit right with God. Wacha tuamini na tuombe, na pia tumkumbuke huyo dada Diana Mora ili aweze kukamilisha vizuri katika ile inji ya ng'ambo ambaye hako, na Bwana mrejeshe ili naye shetani na agents wake wapate kuaibika katika jina la Yesu. Tuombe. Amen. Baba wetu na Mungu wetu, ninalitukuza jina lako. Ninasema ni asante kwa sababu ya jioni hii ambayo ni njema ambayo umetujalia. Ninakushukuru kwa sababu ya management ya Kisii Hot TV ambayo Bwana imetupa nafasi hii ili tuweze kusemesana kwa ajili ya neno lako, tupate kukua katika kiroho na katika kimwili. Neno lako linasema watu wako wanapotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Bwana, tumepata nafasi hii kupitia kwa channel hii ya Kisii Hot TV ambayo tumekuwa hosted na our brother Isaac LENARD ambaye ametupa platform hii ili tuweze kusemesana njia na madhumuni na upendo wa mbingu, na jina lako liendelee kutukuka. Wakati huu tunapoelekea tamati wa kipindi hiki, ninakushukuru mtakatifu, ninasema ni asante. Baba, pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, maana kuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Tujalie neema watazamaji wa kipindi hiki na wale ambao wataendelea kufuatia katika mitandao mbalimbali ujumbe huu ambao tumeufuatilia kwa wakati huu. Bwana, wapate kubarikiwa, maisha yao yaweze kukua, njia zao ziweze kuwa nzuri, na maisha yao yapate kupanuka katika baraka na amani. Ninawaombea Bwana, wale walio katika biashara uwakumbuke, uwajalie neema na amani, biashara zao zinawili, wapate kuitwa wabarikiwa. Ninawaombea walio katika kazi za kuajiriwa kwamba Bwana watakuwa na amani, na wale wanaowasimamia wakubwa wao, na wale ambao Jehova wamewaajiri katika kazi, wengine wako katika kazi za vibarua, wengine wako katika kazi za serikali, wajalie neema na amani, wabariki, wawe na amani pamoja na wapendo wanaoshiriki kazi pamoja na wao. Ninakushukuru Mungu hata kwa sababu ya wale wanatafuta kazi. Ninajua kwamba Bwana kwa wakati unaofaa Bwana unaenda kufungua milango na madirisha juu ya maisha yao. Ninakataana na yule mharibifu shetani ambaye anaweza kuzuia kwamba wasipate kazi, wasifanye biashara, wasifanikiwe. Bwana wafungulie katika jina la Yesu. Kuna wale hawana amani katika ndoa zao, wengine wamekosana na wake wao, wengine wamekosana na waume wao, wengine wamekosana na watoto wao. Ninawaombea Bwana, neno lako linasema katika Isaya kwamba wewe ni mfalme wa amani. Bwana, wajalie amani na zaidi uwe mshauri wao, maana neno lako linasema kwamba wewe ni mshauri mkuu. Ninawaombea Bwana, uwashauri kwa wakati huu, uwajalie amani, wapate kufanikiwa, waone amani ya Bwana ikiwa ndani ya familia zao. Ninaomba Jehova, ni kwa sababu ya wale pia wanatafuta kazi, wajalie Bwana, uwawezeshe wapate katika milango watakaenda kupisha Bwana, wapate kufanikiwa, waweze kuingia na waweze kukubalika katika jina la Yesu. Ninakushukuru Mungu kwa sababu ya huyo dada Diana Mora. Bwana, unamjua, kwa ajili ulimfungulia milango akaweza kuenda katika masomo. Bwana, mjalie akamilishe masomo yake katika njia nzuri, arejee akiwa na ushindi, na shetani na njama zake zile mbovu alikuwa amemutega apate kuaibika katika jina la Yesu. Na huyu dada yake na wale wapendwa wao waliohusika katika njia moja ama nyingine ili aweze kufanikiwa, wakamuombea, wakamsaidia mali, wakamsaidia fedha, kumshughulikia katika njia mbalimbali. Bwana, uwakumbuke na pia uwasaidie. Nakushukuru pia kwa sababu ya ndugu Isaac, kwa sababu ya kutuendeza katika kipindi hiki ili tukaweza kusemesana mawazia ya mbingu, na hakika mioyo yetu imebarikiwa. Ninakushukuru kwa sababu ya maisha yake. Msaidie pia anapoendelea kuongoza katika kipindi hiki na zingine ambazo zinakuja. Management ya Hot TV Bwana pia uikumbuke ili iendelee kupeana platforms mbalimbali ili watu wako wapate kubarikiwa. Asante mtakatifu. Wakati huu wengine wanapoingia kulala, Bwana tusaidie, lete amani
katika uzingizi, lete amani. Tutakapoamuka, baraka zako zionekane. Kesho watu wako Bwana wanapoingia katika biashara mbalimbali, wanapoingia katika makazini, wanapoingia katika mambo ya kutafuta hapa na pale, uwajalie neema na amani. Mpaka wakati mwingine tutakapoonana mara tena katika mahali hapa na mahali kwingine katika mawasiliano, jina lako litukuzwe. Nakupa heshima, nakupa utukufu kwa sababu wewe ni Mungu mwema. Asante kwa sababu umetutendea, na ni katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba kwa imani. Amen. Amen. Pastor, kabla ya wewe kutamatisha, ungependa kuwasalimia kina nani kabla ya wewe kuenda pale? Asante, nataka kushukuru Mungu kwanza, na pia nataka kuchukua nafasi hii kwanza kusalimu mke wangu akiwa kule sehemu ya Kisii, naitwa Caroline Kemunto, na pia nataka kuwasalimu watoto Mary Ivy, Ivan, Nyabende, Ruth, Consolata, na nashukuru Mungu kwa sababu ya maisha yao. Pia nataka kuwashukuru wazazi wangu maana wako hai, na wasalimu mahali popote wako kule Kisii, Baba Patrick Nyabende na Mama Malta Nyabonyi. Mandugu na dada ni wengi, nikiwataja kwa majina wataenda sana. Nataka kuwashukuru pia na kuwasalimu viongozi wangu wa dini, askofu wangu Joseph Misuko Masese akiwa kule sehemu ya Kisii, askofu wangu wa wilaya na msalimu katika jina la Yesu akiwa kule sehemu ya Kisii, pamoja na askofu wangu hapa Nairobi Isaac Karioki, na wachungaji wote wa dhehebu langu na wachungaji na watumishi wa Mungu wote katika sehemu za ulimwenguni kote mahali walipo. Bwana awakumbuke na wasaidie wanapoendelea kuhudumu katika Bwana. Na zaidi pia ninashukuru hata serikali yetu ya Kenya, maana pia imenipa nafasi kuhudumia Wakenya. Kwa hivyo Wakenya wote mahali walipo pia ninawasalimu, na najua kwamba Bwana anawapenda. Na ile tu jumbe nataka kumalizia nikisema kwamba wadumishe amani. Wadumishe amani, na watakapodumisha amani, hakika nchi yetu itanawiri, nchi yetu itakuwa na furaha. Na hasa wakati huu tumeona wapendo wetu wakitembea katika sehemu mbalimbali wakitafuta uungwaji mkono hapa na pale, watangaze amani, na hakika tutafanikiwa. Na management ninasema Bwana awabariki sana. Amen, amen. Asante sana. Huyu amekuwa ni Pastor na Benda Jeremiah. Tutapatana hapa tena wiki kesho. Bye bye. Salimia watu wa pale Nairobi, waambia hata kama hatajafika tumewafikia kupitia kwa televisheni ya huku, na pia tupe subscribers kutoka the other side pale, itakuwa ni vizuri sana. Mungu akubarikie na kuwa na usiku mwanana Pastor. Asante. God bless you. Mpaka wakati mwingine tutakapoonana. Amen. Huyu amekuwa ni Pastor na Bende. Thank you so much kwa wale wote ambao mmezidi mkufuatilia hapa. Najua watu wanapenda sana mambo ya secular, lakini sasa mimi ni mtu wa gospel kawaida vile mnavyonielewa. Kwa hivyo inabidi kama tuweze kufuata hapa, na itakuwa ni vizuri. Kuna dada hapa alikuwa ameniuliza swali lakini ilinishinda kulisema, lakini utaniwia radhi, lakini wiki kesho pia tutaweza kuliuliza kwa sababu nimeliweka kwenye orodha ya siku ya leo. Bwana wetu hawabariki sana. Blessed mom, kina dada wenzako bwana, leo umeenda wapi? Umenangusha? Tuambie unakuja Isaac. Si hata mimi nilikuwa napita tu. Napita. Hakuna mtu huku niita pia ningewaita. Haya, utawaita. Anasema nini? Ataenda polisi. Mimi polisi siendi ngo. Unaweza fika pale waambiwe wewe ndio tulikuwa tunatafuta. Na hawakujui. Haya, vizuri. Tumerejea kwa Babu. Huyu anakataa ya nini? Kwani polisi ni binadamu wewe? Sasa nini unaogopa? Hata unastuka.
Anyway, thank you so much for this. Sijui haina kazi, nakwambia ukweli, naona unauliza, wallahi sijawahi onana na Isaac kweli hapa studio. Najua hii ndio mara ya kwanza kukua Sunday ile. Sijawahi kuwa Sunday mimi, si unajua? It's all right. Kweli mara nyingi nilikuwa hapa kuona kwa YouTube yangu. Sija kuona kwa YouTube yangu, na unitangazie hiyo channel yangu juu yako natangazanga. Alright, nitafanya vile, itakuwa vizuri. Sawa. Babu, nimekuwa hapa mwezi wa 5, wa 6 na wa 7, karibia wa 8 pia. So nilikuwa nafanya gospel ya asubuhi, lakini sasa natumai kwamba tutakuwa pamoja wakati wa usiku na pia asubuhi. Itakuwa ni vizuri, lakini nitakuwa nafanya asubuhi Monday to Friday, asubuhi sana, but usiku nitakuwa nafanya I think siku 2 ama 3 pale, kwa sababu Kunto atafanya siku mingi kuniliko, kwa sababu asubuhi nitakuwa ninafanya. Kwa hivyo tumepatana, itakuwa ni vizuri, kwa hivyo usimiss pale. Emi Naps ameingia hapa. Emi na huyo babu ndio wanakuja, naona ndio wanakuja baba. Emi, mambo aje? kopoa. Wewe Fini, una complain nini? Wana complain tumepotea sana. By the way, nilikuwa na kitambo, hiyo sura ni ya usingizi Hata ndio mafundisho ya imagine, hata nilikuwa napita pita nikaona etikisi oti iko live, nikasema ala. Sijaingia Sunday. Mama anashangaa, nasema ni kama unadanganya. Ni kweli? Najua hivyo. Blessed Mama ni nani? Huyo. Hata simjui. Sijaimuona. Ni mgeni? Unajua mko serious. Mimi ni absako serious. Hebu tu kitamba nione kama si wewe niliona last time. Vini, mambo? Niko fine. Pia mimi niko poa. Uanze kudakaja. Ulikuwa unafikia chini umejifunika blanket. Sasa ukiona pastor ametoka unakuja uchukue hiyo nafasi. Hapana, by the let me tell you the truth. Nimepata tu akiomba. Sasa nikasema namalize. Akamaliza kuomba, akatuma salamu zake. Hivyo tu. Si nilikuwa nyuma yake. Next time program itakuwa nzuri. Hiyo wacha ni wataarifu tu kidogo. Next time tutakuwa tunaanza saa 2, tunaanza na mwimbaji anaingia, tunamuoji kidogo, mnamuuliza maswali, and then pastor anakuja baadaye, na itakuwa ni vizuri. I think itakuwa vizuri, sio? Yeah, hivyo utakuwa na hiyo morning devotion. Si nilikuwa evening devotion iko na morning devotion bado itakuwepo. Wacha nifunge bana, niende kwa nyumba. Bye Vincent Babu. Thank you so much. God bless you. Amen. Lakini naona pia wewe Blessed Mama kwanza asubuhi ni saa ngapi? Utakuwa unakuja asubuhi saa ngapi? For mornings nitakuwa nakuja kitu hapo 5 to 7 in the morning. Itakuwa vizuri. Hapo utakuwa unaamka, tunaomba, tunashukuru Mungu. Itakuwa ni vizuri. Naps, unasema namna gani? Comment. Sasa naweza comment nini na sijapata kitu jamani? Naweza ongea kitu gani? Hata uwezi ukasema mwenimiss na vile nimekumiss hivi long time. Hata ni wewe ulifanya karibu. Acha tupatane asubuhi hiyo masaa. Si ulikuwa unaanzanga 5. I think ni 5 Yeah, kwa tunaanza 5 pale. Lakini umepotea sana, karibu tena. Asante. Naona kule Blessed Mama unaogopa. Unashangaa nini leo? Huyu. Emi anakushangaa leo, sijui ni kwa nini.
Ni vile nimesema wewe ulifanya nikarudi Kisii Hot. Hapana, nilikuwa nimenamaza tu, lakini yani yeye nilikuwa nimeumia sana. Kuna watu wengine pia sijaona hapa leo, kina sijui wengi sana, kina sijui kuna watu wengine walikuanga hapa wazuri sasa, lakini kuanzia kesho waambie wa text WhatsApp, na pia kama kuna namba yake ya WhatsApp text. Unajua nani alikuwa anaamka asubuhi sana? Yule demo alikuwa anaitwanga Celestine Nyagaka. Kwa anapenda hiyo morning devotion. Alikuwa anaamka saa ngapi? Si 5:30. Si 5 mimi nimeamka. Sasa 5:30 si tofauti. Hata ungekuwa unasema mimi nilikuwa naamka mapema kuliko. Hata yeye nilikuwa naona akiimba. Sasa huyo hiyo 5 million msichana anaweza amka, huyo muongo ako hapa. Sijui niseme nini, lakini hapa ninatamatisha kwa sababu imebaki dakika 10 pale ifike saa 6, na unajua ninakuja hapa saa 12. Si unaona saa 11. Sasa si unaona nitalala kidogo tu, hata sijakula by this hapa, unajua hivyo. Sawa bye. Saa 6 na mimi naamka hiyo 5, tuko kimoja sasa. Yeah, good. Sasa hizi unalala saa 6. Unasema mnalala saa ngapi? Saa 6. Unalala saa 5. Bado hujazunguka. Leo sizungukangi siku ya nini, siku za shule. Siku za shule sizunguki. Jivano ni sahihi, anaingia akiniambia hello hapa. Hebu tumkaribishe huyu tupate nje. Mimi imefika, uwezi niona pahali, hebu nitafute. Saa 6 uwezi niona ukweli. Yaani mnaletana mbio leo, lakini ni sawa. Nimeona Jivano kuambuka, sijamuona pale, lakini nimeona umetext hapa kama ako hapa karibu aingie kabla hatujafunga. Na leo by the way Amy Naps leo lazima utatuombea haki. Zilikuwa ntebeta ngatari kosa bale ero akio sabe akayo muya. Ngakiosa. Ya leo utaomba, itakuwa ni vizuri ukiomba. Jivano bana, una delay sana, tunakungoja. But anyway, I'm very happy by the way, nimerudi, watu nimeona hapa vizuri, mmenichangamkia vizuri. I'm very much happy. Yani sijui vile naweza nikawashukuru, lakini I'm happy so much kwa sababu yenu, mmenikaribisha hapa. God bless you so much. Aya Delma, na unmute mic na uonekane kwa screen tafadhali. Usiku like uonekani. Tunajaribu kumleta hapa ndio aonekane. Unajua hata nilikuwa nimemiss. Ameenda tena narudi. Okay. Haya. Eminaps, ulikuwa wapi by the way? Wewe kwanza na hastahili kugongombanisha. Niko hapa. Ndio huko. Ebu naona jicho la moja linaniangalia, jicho lingine liniangalie. Kwani moja ndio ina. Haya. Kaingine ndio aka. Delma uko aje? Kwani nakusikia imagine. Delma, usikiki jameni, hapa sauti yako nzuri lakini haipo. Haya, enda ukuje vizuri. Itakuwa ni ama ni nimekuona. Kiwa wako number 1. Nimekuona meno yote yanatoka. Ati? Uko aje? Delma uko serious. Acha enda alafu kude vizuri. Nyamps, nimeshangaa leo una live. Pia mwambie auze simu anunue net. Anunue net, auze simu. Delma unasikia? Niko na stima lakini inapimiwa. Naambiwa naingia kwa kitanda hakuna kuwakisha stima. Unajua ukiekanga light ndio unaonekana beautiful. Sasa hapa uonekani vizuri. Acha tu
Unaonekana mrembo. Unajua hata hapa wacha nikwambie, unajua kuna watu wanakuanga na sura zao tu automatic zinakuanga ni giza. So lakini wakati ameweka light at least anaonekana vizuri. Lakini wewe inaonekana si hata ninakuona na bakora kananga no mlengali kwa nyumba. So hata hata Steve ikikosa wewe unaendelea kuwa light kwa nyumba. Si kama mimi hapa mdak. Anyway, pale Jivana ako wapi? Jivana namngoja atakuja. Lakini asipokuja mwigo na magana hivyo. Na wangu mulika. Alright. Blessed mama unaniambia eti good night sisi wote, kwa nini? Asijalala. Si tunataka kulala 5 minutes hazijafika. Unajua tunangoja huyu dada anaitwa Jivano, tunamngoja akuje hapa and then tutafunga. Na hata wengine wale ambao wako nje get through sijaona hapa. Kina Fadis hapa. Ngambio mrembo akuje mwenye ana net na kuna stima. Mrembo wangu akuje hapa. Zikia Delma. Jana ulifaulu pale, mimi sikufaulu mpaka next Saturday. Ufaulu wapi? Ulifaulu kwa vini? Delma inakataa sijui, lakini tutaangalia kama itakuwa vizuri, lakini anyway imekataa. Huyo nitamtafuta WhatsApp ni video call ndiye asikie vizuri. Unajua asipo call hapo ushiki anakasirika. So video call vizuri na itakuwa ni vizuri. Amy Naps, hebu tafadhali kamekuja tena. Delma, sema. Kama mbaje njiri taria na kesi miane yangire waswele rai. Blessed mom karaje njiri taria. Blessed mom. Hebu muite jina lake. Bora ngiri yangu Delma. Poa sana. Delma. Nimewamisi muda kitambo sijai waona, kwani mlienda Kina nani hao? Kina wewe na Blessed mom. Mimi na Blessed mom neke. Tulikuwa na yeye ndio. Mulikuwa pala pengine ile platform nyingine. Na vile anatuambia eti alikuwa amelala. Okay, Nyaps. Sijaingia saa hii, nimecomment but tunaenda huko lakini kwenda toro. Hadi? Teba. Niko sawa. By the way, leo unaonekana mlight sana. Kwani unakula nini hii na umekuwa mnene kidogo? Ndizi iko hapo. Si ndio? Haya, kama iko ni sawa. Ndizi iko wapi? Ebu bwini. Hiyo ni light. Kuna hiyo. Serious. Ai. Kwani by the way unanuanga ndizi hapo ngapi? Yaani wewe litoka ile Blessed mom unasema nini? Mimi mzazi bwana, lazima ama toke nikule. Anyway. Ama ulikuwa Kisii? Juu mimi sijui kama uko Kisii, najua uko outside Kenya. Iga wewe mama toka huko limeka kwa gara. Siko kwetu huko. Na mtrago. Uko kwenu? Aki leo nitaanza safari leo usiku. Okay, thank you so much. Alright, thank you so much Naps. By the way, Naps unaonekana wataka kujificha. Lakini ni vizuri. Thank you so much actually. Delma nilikuwa nimewamiss. Naps nilikuwa nimewamiss. Blessed mom nilikuwa nimewamiss. Wengine zaidi wamekuwa hapa. God bless you by the way. Nilikuwa nimewamiss sana lakini at least tumeongea leo. Na uliendanga wapi? Na ulienda bila kutupea notice ya kuenda? Next time nikienda nitawapea notice. Lakini this time niko. Mtu akienda anasema na akirudi anasema. Sasa sikuwa najua mimi. Nilikuwa napita nikawaona tu. Niliporudi uliona kwa status yangu. By the way, watu waliona status yangu. Lakini Blessed Mom ndio sikuwa na namba yake na Amy Naps. Amy Naps unipe namba yako. Kwanza namba yangu utaipata hapa mahali text hapo. So wewe text WhatsApp tutapatana pale. Kama uko na swali uliza mimi huko. Sasa hapa tukiuliza maswali jameni, si hata Mungu atatushangaa.
Haya, vizuri. Naona kwamba imebaki ile Sawa, dakika ya bwana mwisho. njitiganda leo tigambatisha. Nyaps anatuombea, tumemaliza ke. Nyaps. Akitoweka makao ya mwanene ya sae. Una smile supu. Fungua mic tuone. Tuombe. Network yangu inapotea potea. Nyaps acha hizo. Aya. Haya, omba. Tuamini na tuombe. Machana ndo machana tatanya saingo wakirambia mona ndiambia mono munenone. Paturendire kure mambia ringi ntambe na ndebe kwa watu ikire se mambia wono munenone. Mone ntware ngaba yako baba kure nasingi ntyo wanza kwa Jehova tsiri. Tata reki tua discuss ase TV yo munenone. Kinyana kwa bakegutwaga cho munenone. Tata itwa kwa na maminza ya munenone unyara kwa kugutwabira Jehova tsiri. Tata nyasaba mtabon spina abikira sambuka ose mambia abona igo munenone. Obagate nando barindi kimwiko munenone tata nyasaye. Tata nse itu yakenda nyabikira sambuka asinga kiyo bachorio munenone unyara ko bagogotenera munento munenone. Tata barto kwa chikase sinse isko munenone tumechikabidi mikononi mwako Jehova tsiri. Tata nyasaye tusingire na manyinga wali tiketaso musari wa munenone. Nguvu zote za Illuminati, nguvu zote za machini Jehova tsiri, nimezikataa asubuhi ya leo Jehova tsiri. Tata rano yo mintaisa kanere ngo nyara ko bakakuri studio munenone. Tata nero nyara ko bakugutara nero munenone. Morusire bikoza insera inda nyara ko bakawikabia. Tara ikinande ntokwira ningambi ya munenone. Tata ranane mara ko bango nyara ko batori to kumena na studio munenone tubikira samukao. Tata rangu chitoro ko nyara ko batokora ayama kina sabire tekura wite site Yesu Kristo yoromo bore ito. Amen. Minaps nombanga vizuri hivi akine ndinale ngikangana wake na chinko binga. Thank you so much. God bless you and good night. Delma, ambia watu good night. Good night. All right. Minaps, tuambie good night. Good night, President Mom. Isaac, naye kogenda ogende n'okoremba Kristo ndetse omugane kino kyama bakuma naye tani asubuhi. Isaac, watu ni waendi kulala, waendi kulala. Hiyo ni mikora uko na babu. Mikora ilala. Hawendi kulala. All right. Kiambiana ati wanaenda huko, kuna pahali wanaenda. Nyinyi Kwani tunaenda na miguu ama tunaenda na gari? Si tuko kwa kitanda. Kwa gari. Ndio nashinda, tuko kwa kitanda tunaenda. All right, goodbye. God bless you. Aya, tumemaliza na Mungu awabarikie. Sasa sijui. Good. Thank you. Tupatana kesho kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Thank you so much kwa wale wote ambao mmekuwa mkitufuatilia kwa njia ya mitambo, na Bwana wetu ambaye ni mwaminifu awabariki. Naitwa Papa Isaac LENARD, kwa nambari yangu ya simu iko pale. Na tutaweza kupatana pale Team Sifa, tupatane pale WhatsApp, tutaweza kupanga mambo mengi, na Bwana wetu Yesu Kristo atubariki. Neema ya Bwana iweze kutulinda, na wote waliofanikisha show ya siku ya leo, Mungu wetu wa amani awazidishie. Goodbye. Tutaonana kesho asubuhi.